Kuna siku kijana alilia hadi kujiangusha chini kujibwaragiza. Saa 7 kamili ya dhuhuri, mzee Kesi alimshika kumnyanyua. Kijana wangu, nini kimekukuta? Kisha asfala tupe kujiogesha. Niambie, usinifiche tafadhali, nadhani nitakusaidia. Weka bayana tatizo lako linalokusumbua. Mzee, kuna mwanamke nimempenda, ila visiki vingi vyanizuia hadi kumpata, ikiwemo familia yake kutonitaka. Kwa kweli siwezi kula wala kulala. Mzee aliwaza hadi kusinzia, kisha akasema vile hali anaota. Chozi la kwanza linaanzia na chozi la mwisho litamalizia. Kijana akamshtua kwa hasira, akasema, kubwa zima laongea pasipo kujua. Mzee alitulia kimya na kumwangalia, kichwa alikiinamisha, huruma kumuonea. Kwa sauti kali ikatoka, kijana, tafakari, penzi litakuua. Kijana yule aling'ang'ania kumtaka, wazazi wa binti wakamkubalia. Siku chache ndoa akaiweka. Watu walikesha siku 3 ngoma kulia. Alifurahi akadhani chozi alitomtoka. Siku alikutana na yule mzee akamzomea. Akasema, mzee, ndani ya penzi kuna giza machoni. Cheka sana leo, kesho utajua. Saa 10 usiku mke kajiinamia, akitafakari zaidi ya mambo 100. Kwa mbali sauti yasikika akilia. Kijana hapo hapo usingizi ukamkatia. Mara mke kimya akatulia. Kijana alimuuliza mkewe hali ya kumkumbatia. Mke akajibu, utaweza kuvumilia? Kijana akajibu, ninacho kikubwa kifua, niambie tu. Mfano, siku mtu anasema, wanaume wote wapite ubavu wa kulia, utapita? Kwa kweli sitawahi kuthubutu kukoma, na mwaza kipenzi wa wale itoipita. Hadi naweza kujihisi homa, natamani nadhani niruhusu leo niweze kumpata. Kijana ghafla kaanguka na kuzimia. Mke kelele kazipiga, mara mzee katokea. Saa 12 ilivyotimia, mke kafungasha vitu vyote kavitoa. Mara sasa fahamu zilivyomjia, mzee mwili wake kamshikilia, uso ukatuna na jicho kujiachia. Ghafla mbio zikaanzia. Kijana akasema, sitaki tena ndoa, na ahidi nitaulinda usingo kwa jasho, sitokuja tena kuthubutu ndoa. Yaani leo ndiyo chozi la mwisho, mambo nitafanya kama ngamia, dau la mnyonge limeenda josho. Naitwa Taji, asanteni.